Naam, huyu ni mchungaji Mbarikiwa Mwakipesile, atembelewa na nabii Dennis. Bila shaka liko jambo kati yao, maana miamba hii ya injili imenyoka. Mtu wa Mungu, leo niko na kijana wangu Dennis, ananiita mzee Mbarikiwa. Amesikia kunitembelea, na moja ya kitu ambacho mimi pia nitamani kumtembelea, kuonana naye, moja tu kumshukuru. Nilipokuwa gerezani, wote walionitaja sauti yao, neno lao lilikuwa la thamani sana kunitaja wakati ule. Kwa wakati nilipotoka, niliangalia kila aliyenitaja kwa namna yoyote, nilimwona alikuwa mtu wa maana sana, kwa sababu inawezekana kunitaja kwake kulihusika mimi kutoka hai gerezani. Lakini zaidi ya hayo, ni kijana ambaye ana harakati nyingi, ana mambo mengi, ana namna nyingi ambazo anajaribu kufanya huko. Na katika mengi aliyojaribu kufanya hapa katikati, sema kitu fulani kuhusiana na mipira, mimi nikaweka vizuri. Lakini wakati nimeweka vizuri kwa mara ya kwanza, akatoka clarify, kufafanua. Nilichoshangaa ni kwa mara ya kwanza niliona mtu mwenye umaarufu, mwenye uhubiri, anaweza akaniheshimu mimi, akaniona ni mtu wa kuheshimika, hata walau kuniita mzee, kuniita baba, yani kunitamka kwa heshima kiwango kile. Pamoja na kuniheshimu vile, lakini bado kuna wakati nilimweka vizuri juu ya hilo la mpira. Nashukuru sana kwa nafasi, nashukuru sana kwa maonyo, kwa maelekezo. Sisi ni vijana ambao tunakuwa, tunampenda Mungu sana, na tunatamani kuona nchi yetu ikiishi katika namna ambavyo kila mmoja anafurahia. Kwa tunapoona kuna vitu haviko sawa kwa platform ambazo Mungu ametupa, tunajaribu kupaza sauti huko na huko. Lakini pengine hayo tunapata ujasiri kwa sababu kuna mabega tumekanyaga. Na moja mabega ambayo tumekanyaga ni nini, ambayo umetutangulia. Kwa hiyo unajaribu kuzungumza hiki, unajaribu kuzungumza hiki, lakini unaangalia huko nyuma kuna mtu ambaye amekuwa akizungumza hivi. Kwa hiyo mimi sasa niseme tu nimefurahi kwa sababu yule ambaye nilikuwa namuona mtandaoni, nimemuona physically, lakini pia nikajua labda itaishia kule kwenye kunionya. Nimekuja hapa tena umeongezea tena. Ngajaribu kujielezea, lakini mwisho ukaniambia pamoja na hayo, lakini bado mwisho wa siku mpira unaweza usiwe ni shida sana, lakini unakuweka karibu na kukosea. Ndio kanipa na mfano mzuri sana, naelewa. Kwa hiyo kuanzia sasa wasipoona, wakiona sitabiri mipira sasa, wanajua shida ni wewe sasa. Na kukusema wewe nimemaliza. Asante sana. Asante sana mtu wa Mungu. Tumefika mwisho. Nadhani umeenjoy. Amen. Amen. Mimi si shauri kumlazimisha mtu mpaka afuate afanye yale ninayo shauri. Lakini wakati mwingine ni heshima kubwa sana ukiona walau kuna namna nyingine ni kama naonyesha kuheshimu. Mimi kimsingi ukinijibu najua ujumbe umefika. Ukifanyia kazi tu kile ambacho nilikuwa napigia kelele, najua ujumbe umefika. Kwa sio lazima tuonane kama hivi. Lakini yeye akaweka shauku moyoni mwake kwamba nikienda Mbeya tu ni lazima nitaonana na mzee wangu. Lakini mimi jambo kubwa nimesema, mimi ni mwahi kucheza mpira huo ambao nilimchallenge nao. Kwa nafahamu wakati mwingine kocha hutumia uwezo wa mchezaji. Yani anaweza kasajili mchezaji leo hajafanya mazoezi na wenzake, na kesho akamuingiza akacheza na wenzake na bado akafanya vizuri. Kwa hiyo mimi huwa sikai karibu na hawa kwa sababu nataka pengine tuwe timu moja, tuwe kikundi kimoja. Mimi nakaa na hawa, nakuwa karibu na hawa, ili kama kuna kitu naweza nikamsaidia na yeye akakiona naweza nikamsaidia, naweza niwe namsaidia. Lakini la sivyo wanapenda kwenye harakati zake zile vile anavyofanya. Ni wale wachezaji nao sema mpaka nimemwona, manake ni mpambanaji. Ni mchezaji ambaye peke yake anaweza kaamua mchezo bila hata maelekezo ya team manager. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo nalazimika kumwacha aendelee na namna anavyoendelea. Mimi kikubwa ninachosisitiza, asitende ubaya wa aina yoyote, na asikemea anachokemea kwa maslahi ya mtu fulani, bali kwa sababu anajua Mungu amekataza usilopenda kutendewa usimtendee mwingine. Kwa hiyo kwa lugha fupi ameonyesha heshima sana kwangu. Mpaka hapa amekuja, nimeongea naye mengi. Wakati huu ni usiku, karibia saa 2 na dakika nyingi, lakini amekuja saa 10 saa 9 ile. Nimeongea naye mengi.
lakini nimetaka tu walau kwa ufupi nionekane naye kwenye mitandao, ajue mimi ni baba mzuri kwa mambo mema tu. Mimi ni baba mkali mbaya, hata awe ni yeye mwenyewe akifanya siku nyingine vitakataka ataniona nikimlalua ili nimpange. Lakini kwa sehemu kubwa kwa sasa, kwa sababu najua ananiheshimu kwa kipande kubwa, najua mengi kama kutakuwa na baya ambalo ni lazima nilishughulikia, naweza hata nikampigia simu tu kwamba hilo jambo sidhani kama lina afya, lakini nikiona limeshaleta madhara kwenye jamii, ili watu wasije wakasema Mbarikiwa yule mtu na uliye pamoja naye amefanya hivi, bila shaka wewe ndio uliyemtuma, wewe ndio uko pamoja naye. Hayo anaweza akaniona natokea mtandaoni na kunawa na kuyakataa kwamba sihusiki kwa jambo kama hili. Anyway, sitaki kuongea mengi, sisi tumeongea mengi, nimemsikia kwa mengi, nimemfahamu kwa undani, na bila shaka naye alitaka kufahamu Mbarikiwa ni kitu gani. Kanifahamu kwa mengi, hayo itabaki kuwa siri yake, mebaki kuwa siri yangu. Mimi kimsingi nitakuwa najua tu, okay, akifanya kile nasema ndio maana pale nimeona vile, ndio kumba na ufahamu ule. Kwa hiyo mimi nimefahamu mengi kwa kuongea naye, na bila shaka yeye amefahamu mengi. Mimi nimefika, nisiongee sana, pengine kama ataniuliza swali la kunichokonoa ndio nitafafanua, lakini sivyo. Hebu nimruhusu sasa Dennis, kama una lolote karibu. Kwa nini hujasema Nabii Dennis? Kwa nini umesema Dennis? Si vitu hivyo vya nabii. Mimi nabii mpaka nikuone umefanya kitu cha unabii ambacho Biblia ina match hivi ninavyowasikia mbarabarani hivi. Mimi sio mzuri wa kutamka kutumia jina. Hata Yesu atutumie jina Nabii Yesu, Mwalimu Yesu. Tatumia tu Yesu. Watu ambao walipevuka, walienda mbali, hawakuhangaika na nabii, mtume, mwalimu, mchungaji. Ndio maana wewe angalia, mimi naitwa tu Mbarikiwa. Unaweza kukuta nina makanisa ambayo ningeweza kuitwa askofu. Nina kanisa ambayo ningeweza kuitwa mchungaji. Lakini mimi jina linalofahamika sana ni Mbarikiwa tu. Sio Mbarikiwa kwa sababu nimebarikiwa, nilipewa hivyo. Hilo Mbarikiwa ni jina la Kinyakyusa, inasema Nsajigwa. Nsajigwa tafsiri yake ni mbarikiwa. Nilianza kutamka Mbarikiwa baada ya kuona Waswahili wengi wanashindwa kulitamka Nsajigwa kabla wale mchezaji hajakuwa maarufu aliyekuwa Yanga mwaka 2001 2002 pale. Ndio maana nilianza kutumia Mbarikiwa, baadaye nikaamua kubadilisha kabisa likawa Mbarikiwa. Yes. Nimekuuliza kwa nini hujani address kama prophet, kwa sababu swali langu la mwisho kwako nilikuuliza watu wakutambue kama nani. Ndio. Baada ya kuona sasa kwamba watu wote ni Mbarikiwa. Sasa nikataka kujua watu wakutambue kama nani. Kwa nikaamua kuchomekea kwanza. Kuna hujasema prophet, lakini lengo langu ni hili kwamba watu huko mtandao wanatamani kujua wakuiteje. Wakuite mwalimu, wakuite nabii, wakuite kuhani, wakuite nani? Kwa sababu sasa unawapa shida sasa. Mtu anataka kuaddress kwa heshima yako. Ndio. Sasa atumie jina gani sasa? Okay. Hilo jibu nimemjibu. Nikojibu tu mtazamaji kwa faida yako. Nimwambia kazi yangu ndio itanitambulisha. Nikiapia kwako kama mchungaji, utaniita mchungaji. Nikiapia kwako kama mwalimu nikakufundisha, utaniita mwalimu. Nikiapia kwako kama mwinjilisti nikakukemea ama nikahubiri kitu kinacholeta wokovu ndani yako, utaniita mwinjilisti. Kadhalika Yesu aliitwa mwalimu, aliitwa nabii, yule akina Paulo aliitwa mitume, ameitwa walimu, ameitwa majina. Kwa hiyo mimi kwangu utaniita jina, kazi nitakayoifanya kwako. Nikiapia kama mchungaji, utaniita mchungaji. Nikionekana, nikisema, nikifanya jambo kama mwinjilisti afanyavyo, utaniita hivyo. Nikionekana kama mtume, utaniita hivyo. Kwa sababu najua hata kama Mungu aliniamini mwanzo kwa huduma pengine ya uinjilisti, ikiwa nitakuwa mwaminifu kwenye ile huduma, Mungu anaachilia sasa na zile huduma zingine, kwa sababu sisi tuliumbwa kwa mfano wake na kwa sura yake. Yeye ana karama zote 9, yeye ana huduma zote 5. Kwa hiyo tukiwa waaminifu katika kilicho kidogo, Mungu tuamini katika mengine yote. Ndio maana mimi kija hapa kanisani huwa nafundisha. Huwa mnaita walimu. Huwa ninakemea uchafu kanisani na wapi mnaita uinjilisti. Huwa ninachunga, mnaita uchungaji. Na tabiri kwa tabia hii utaishia pale. Utaniita nabii. Na enda kuanzisha makanisa na kuyawezesha na kuyaacha, mnaita mtume. Na kwa hiyo mimi tabia karibu zote unazo kaziona, lakini nikiwa mbele yako nimeapia kama nani, nimefanya nini wakati niko na wewe, utaniita hilo. Ukiwa unakosoa kwa wengine unakuita mkosoaji.
Hakuna shida. Walipewa majina mbalimbali, sio tu hayo ya huduma 5. Sawa. Lakini pia kuna jambo ambalo nataka nifahamu hapa kwamba kwa nafasi yako wewe. Ndio. Wewe sio mtu mdogo. Ndio. Sio tu kwenye mkoa huu wa Mbeya, kwenye taifa la Tanzania. Ndio. Kwa maana kwamba ukitaka kuonana na mtumishi yoyote, inaweza siwe ngumu kwa title tu ya Mbarikiwa. Ndio. Kwa nini umechagua njia hii ya kuwalipua watu wanapoonekana wamekosea? Huoni kama hii unawaharibia heshima yao waliojenga kwa miaka mingi? Tofauti na kwamba labda ungetafuta namba yake ukampigia, ukaenda ofisini kwake, ukaomba appointment, ukakaa naye kama mimi nilipokuja hivi, ukanionya Dennis ifanya hivi. Huoni kama hiyo ingekuwa na busara zaidi? Kuna sababu mbili za kufanya kitu achukua lipua, lakini kimsingi sio kuwalipua, ni kuwajenga. Lakini kuna sababu mbili. Sababu ya kwanza, kiumbe anayeitwa mhubiri mkubwa au mtu mkubwa hafikiki, haingiriki, hapokei simu, hakubali mahojiano. Wakati fulani niwahi kumtafuta Mzee Kakobe, nilienda kanisani kwake, wakasema huwezi kumkuta mpaka uandike barua. Nikaandikia pale barua, nikaweka na namba ya simu, nikaupost ile barua, sikurudishiwa jibu la aina yoyote kwamba hata amepokea, amekataa, hajaelewa. Kulikuwa na kitu nilikuwa nataka kufanya. Niliwahi kwenda kwa Mwingira pale, niliwahi kwenda na anyway, wengine hata nisiwataje. Ni namba za wahubiri wengi sana. Wengi karibu unapotaka kuongea naye unakuta hata apokee simu yako, unaandika ujumbe, mimi ni fulani, apokee. Lakini jambo la pili kubwa, kwa nini tuseme hadharani? Makosa yanayofanywa ambayo huwa tunayasema hadharani yanakuwa yamefanywa hadharani, yameshaonekana mtandaoni, yameshaathiri watu wengi. Wakati mwingine hata ukiongea na mtu akasema kweli hilo nimegundua ni kosa, harudi mtandaoni kwenda kulifafanua kwamba jamani nimegundua hili ni kosa. Wale watu wanabaki wameathirika na alichokijenga mwanzoni. Kwa hiyo, lakini ni mara chache sana kuongea na mtu kumsahisha akakubali, ama akakupata nafasi ya kumsahisha. Mwisho wa siku, kwa sababu jamii inaathirika, jamii inaona kila ambacho mlikisema alikisema ni sahihi. Unapoongea kukikanusha kile, unaijengea jamii sasa picha halisi kwamba hiki hakikuwa sawasawa, chenyewe ni hiki. Yohana katika Isaya 40 amesema itengeneze njia ya Bwana jangwani. Kila palipopotoshwa patanyoshwa, kila palipoparuzwa patasawazishwa, kila bonde litainuliwa na kilima kitashushwa. Haya ameyasema Bwana. Kwa hiyo Mungu angetaka kunapotokea jambo lolote baya, ukiambiwa mhubiri utoke tena useme hili lilikuwa baya. Lakini kama sivyo, mtu mwingine yoyote, kwa sababu kuweka wazi ubaya wako sio kudhalilisha. Biblia inasema fichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali aziungamaye atapata rehema. Kwa hiyo kuweka wazi ubaya sio kudhalilisha, ila utadhalilishwa kama umekusudia kuendelea na ubaya huo. Lakini kama hujakusudia kuendelea, kwa sehemu kubwa hiyo inakuwa tiba kwako na kwa watu wengine. Pengine umewahi kuwaza siku ukikutana nao utaweza kusema nao vizuri kwa furaha zote na wakakupokea kwa uzuri? Mfano unakutana na Mwalimu Kasege, Mwamposa na wengine wengi ambao umekuwa ukiwatupia maneno makali kwa lengo la kuwakosoa ili warekebike. Hii haikupi shida mkikutana? Mfano mzuri nilivyokukosoa wewe, nilivyokukemea wewe. Wewe umeonaje tulivyoongea na wewe? Tumeongea kama adui? Mimi naona kama yangu ilikuwa kidogo na nafuu. Sasa ni nafuu. Ulionje kama mtoto pengine. Sasa ni nafuu kutegemea na moyo unaopokea. Lakini nitoke huko. Karibu wote niliowahi kuwakemea tukionana unichukulia kama masihi wa Mungu. Unipenda sana. Kuna kijana mmoja anaitwa Joshua, yuko ni nabii, aliwahi kuwa rais wa manabii, yupo Morogoro pale. Wakati na walalua, kuna siku aliponiona Iringa akasema, masihi wa Bwana nikushike tu mkono. Aliona gari yangu ina mapicha picha, baadaye akaenda akaipini kwa mbele. Masihi wa Bwana naomba nikushike tu mkono. Wewe unayoyafanya kuchukia tunachukia, lakini unatusaidia sana. Kuchukia tunachukia, kama ni kudhuru naweza tukakudhuru, lakini usiache. Unatusaidia sana. Siku moja, kama alimaanisha hivyo au hakumaanisha hivyo, Mwakasege aliwahi kuja kwenye msiba wa msaidizi wake mmoja anaitwa Mwangosa, alifiwa na mama yake. Akiwa amekuja pale kwenye msiba, mimi sikuwepo, walikuwepo vijana wangu, ila nafanana nao sana. Lakini Mwakasege alipoona, kwanza aliwasalimia akapita, lakini mmoja wa msaidizi wake alirudi kwa wale vijana akasema,
mwalimu kanituma, si kama alimtuma au ni mtashi wake, amekuja ametaka niulize, hivi wewe ndiye mbarikiwa au sie? Sasa wale vijana ili waondoa hayo maneno wakaambia tu mimi ndiye. Akasema yani mwalimu anasema tunabarikiwa sana na utumishi wako, lakini pia mke wangu ni moja mtu anayebarikiwa sana na utumishi wako. Kwa nataka ufahamu, kwa kuwa ninavyokemea watu sisukumwi na chuki. Ni pendo. Biblia katika Mithali 28:23 nasema mkemeaye mwenzake hatimaye atapata kibali kuliko ajipendekezaye kwa ulimi wake. Kwa hiyo kinachofanyika pale ni kwamba unakuwa ni upendo wa kiwango cha juu sana. Kwa mtu anaweza akanichukia hivi kwa nje, lakini baada ya muda, au akanichukia kwa sababu tu watu wanamzonga, amekusema vibaya, lakini kwenye moyo wake anasema huyu ndio rafiki wa kweli. Huyu ndio utumishi wa kweli, kumwambia wazi wazi mtu anayekosea.